Hello good people, ukiona dalili hizi mbili ujue kabisa kwamba umeshindwa kuendesha maisha yako, umeshindwa kucontrol, umeshindwa kutawala maisha yako. Ukiona kwamba huwezi kufanya maamuzi yoyote katika maisha yako bila kumshirikisha mtu mwingine, na yeye ndo anaamua kile ambacho unataka. Unajua kuna tofauti ya kuomba ushauri na kuomba approval na mtu kufanyia maamuzi. Kwa hiyo wewe unaweza kawa umeamua kwamba nataka kula chips yai, and then ukamwambia mtu mwingine akakwambia no, usile chips yai. Hakikisha kwamba unakula wali maharage. Na ukiona amekushauri mara 2, mara 3, mara 4 na always unaacha ushauri, unaacha mawazo yako, unachukua ushauri wake, hapo ujue kwamba you're not in control of your life. You're not in control of your decisions, because all the decisions that we make us. Maamuzi yote ambayo tunayafanya ndio yanatutengeneza sisi kama tulivyo. Kwa hiyo cha kwanza, ukiona kwamba maamuzi mengi yanafanyika na watu wengine juu ya maisha yako, you are a victim. Kwenye accountability ladder wewe ni victim, upo kwenye ngazi ya kwanza mpaka ya 4. Cha pili, ukiona kwamba unachelewa sana kufanya maamuzi, una ugonjwa wa procrastination, unachelewa kufanya maamuzi, it is a sign that you're not in control of your life. You're leaving the world to control you. It's very dangerous. Kwa hiyo make sure, hakikisha kwamba maamuzi 80% mpaka 90 maamuzi unayoyafanya yanatoka kwako. Yakitoka kwa watu wengine, wao watakuachia repercussions, watakuachia matokeo, either matokeo mabaya au matokeo mazuri, lakini wewe ndo una face yale matokeo. Haya, bonus ya 3, ukiona una mood swings, leo you're blue, kesho you're yellow, kesho kutwa you're pink, the other day you're red, haueleweki, you're happy and sad at the same time. Ndani ya siku moja una mood swings kama 7. Asubuhi nimekukuta umefurahi, baada ya lunch nimekukuta umenuna, then in the evening nimekukuta unalia. If you have such mood swings, hiyo ni hatari pia. You're not in control of your life. You need to get into control of your life. Kwa hiyo hakikisha kwamba ukiona hizi dalili 3, I'm telling you, you need to work on your emotional intelligence. You need to work on other skills ambazo zinaweza zikakusaidia to take control of your life. Tarehe 29 November we have the Tanzania Business Forum 2025. So if you want to be a participant, mshiriki wa kawaida, tickets zipo, exhibitor, tickets zipo, booth zipo. If you want to be a sponsor, become a stakeholder in the Tanzania Business Forum 2025. We can work together ili tukuintroduce kwa audience yetu. Tunafanyia Jena ICC Dar es Salaam tarehe 29 November. And this year the theme is creating a competitive economy as we head to Vision 2050. In the next 25 years, can we also be part of Tanzania getting into the $1 trillion economy? See you on the 29th, and as always, kumbuke kwamba mafanikio ni mchakato. Success is a process. Be blessed.